left yangu. Wagondu habari. Handshake habari. Habari yako. Hello habari. Hello how are you? Karibu sana Mheshimiwa Rais Jamhuri ya barabara yetu. Mtampisha katibu wetu Injinia Mbogwa aweze kuendelea. Yes, tafadhali. The value is Taitia Ilia Kutos, Ibaraini Kiagove. It's part of this contract. And also now this Morori, Maigaini. So it has four volumes 1, 2, 3, 4. Morori here. Morori, this is Morori, Maigaini to Bidroko. So it is serving this is the family, marines, the horticulture. It's really going to open up that area. Then we have the PI, Biri, Welcome, Your Excellency. Let's appreciate His Excellency the President. Baada ya kufungua rasmi barabara yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mahigaini ikielekea kule upande wa Kagumo, Karaini hata Kangaita. Asante sana Mheshimiwa Rais. Unapoendelea kuboresha mabarabara yetu na kufanya uchukuzi kuwa bora. Asante Mheshimiwa Rais. Nataka tu kukushukuru kwa sababu ya kuja kufungua hii barabara. Your Excellency, hii barabara ilikuwa imekwama miaka 3. Na sasa umekuja na tunaona ya kwamba kuna dalili hizi barabara ambazo umezindua leo zitakwisha. Tunashukuru sana kwa fertilizer, bei ilikuja chini, maneno ya stores tumeresolve na last mile. Nilisikia huyo mtu walikuwa anashindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Na nataka nimwambie huyo mzee rafiki ya huyu mama wa hapa Kirinyaga. Mambo yangu matatu ile nachukia kabisa. Cha kwanza ni shetani. Semeni shetani ashindwe. La pili ni uongo. Semeni uongo ushindwe. Kitu cha tatu nachukia ni group ya watu wanaitwa wakora na matapeli, hasa matapeli wa kisiasa. Sasa mtu akiwaambia uongo, nimnyamazishe nisinyamazishe yeye. Mtu akiwa ni tapeli wa siasa, nimnyamazishe nisimnyamazishe. Sasa nataka niambie yule mzee rafiki ya huyo mama wa hapa Kirinyaga. Akisema uongo ya G to G, ukweli nitamwambia. Nimwambie nisimwambie? Nimwambie nisimwambie? Yeye mwenyewe anajua he was a sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni 2 dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani? Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii. Na huo ndio ukweli, na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. La pili, mzee huyo anajua wakati walikuwa kwa serikali ya handshake, yeye na wale walikuwa nao kwa serikali ya handshake ndio walikuwa wanafanya biashara na mafuta ya Kenya. Ndio unaona saa hii anawashawashwa sababu biashara ile walikuwa na broker imefungwa. Na asante rais, jana ulimwambia ukweli, the government of Kenya sio broker ya mambo ya mafuta. Kwa hivyo aache tunajua ako kwa biashara ya mafuta. Tunajua biashara yake imezorota. Lakini afadhali yake izorote, afadhali mabanki yao madola itoke huko, lakini pesa irudi mfukoni mwa mwananchi vile tuliwaahidi. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie huyo mtu hata usijibu yeye. Huyo na Kalonzo na Martha Karua, huyo niachie peke yangu. Nitadeal na wao. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, hatutapeleka taifa letu barabara ya madeni ambayo itatuletea matatizo. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma.
Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha na kuhakikisha kwamba Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Watu wa Kirinyaga tunaelewana? Sawa. Tutashirikiana. Tufanye hii kazi. Hii barabara tujenge. Hii zahanati, hii county aggregation tujenge. Affordable housing tufanye. Ndio vijana hawa wapate ajira. Ndio tupeleke Kenya mbele. Wabunge wamenisaidia, wametengeneza sheria 4 nilipeleka kule bunge ndio tuwe na universal health coverage. Na vile vile ile pesa mnanunua ama ile pesa mnalipa ya NHIF kuanzia Januari, wale mnalipa shilingi 500, sasa tutapunguza ikuje shilingi 300. Ndio kila mtu aweze kwenda hospitali atibiwe, na ile malipo katika level 1, level 2, level 3 vile county government watawaeleza hakuna malipo, lakini ukipita hapo utakuwa na kadi ya NHIF. Na tumesema yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa kadi ya NHIF, sisi kama serikali tutamulipia hiyo kadi ya NHIF. Tunaelewana jameni? Kwa sababu ugonjwa, hakuna mtu anatafuta ugonjwa. Ugonjwa unapata nyumbani ama inakupata mahali popote. Na tunataka tuhakikishe kila mtu akiwa ugonjwa iko namna ya yeye kwenda hospitali atibiwe, na pia asihangaike, asiuse mali yake kutafuta mambo ya matibabu. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango, kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza, petrol station zetu nyingi hazikukuwa na mafuta. Mlikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta, kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo, hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola, baada ya miezi 6 sisi tutawalipa. Na ndio sababu hiyo leo Kenya tuko na mafuta, kila petrol station haikosi mafuta. Hata ingawaje bei duniani kote imepanda, tunafuata vile inapanda, na tumetafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba bei isipite mahali ambapo Wakenya wengi wataumia. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Ile kitu siwezi kuwadanganya ni kwamba bei ya mafuta inashughulikiwa na wale wanatuuzia mafuta. Tunaelewana? Sisi kama Kenya hatuna mafuta, tunanunua kwa watu wengine. Wale wenye kutuuzia ndio wanatuuzia na bei ile wanajua. Na tumekubaliana na wao ya kwamba hiyo bei tutaipiga msasa kweli kweli. Tukiwa hapa, mimi nataka niwahakikishie, Kenya tunanunua kwa bei ya chini kuliko majirani zetu. Ile mkataba niliweka na wale watu wa Saudia na wale watu wa UAE, saa hizi majirani zetu Uganda, Tanzania, Rwanda wanaenda kutafuta vile nilifanya. Kwa sababu vile nilifanya ndio imetusaidia, hatuna matatizo katika masoko yetu na mafuta tuko nayo ya kutosha.